umetukusanya kwa damu yako ya thamani. Asante kwa ajili ya hao walioingia katika hekalu lako, na asante kwa ajili ya wale wanaofuatilia ibada hii wakiwa duniani sehemu mbalimbali. Mungu, tunaomba neema yako iwe juu yao tena jioni ya leo. Naam, neno lako ambalo utalituma kutoka kwenye madhabahu hii lisikurudie bure, bali liyatimize makusudi na mapenzi yako. Nami ninakuomba unitumie sawasawa na chombo chako kiteule, ili kufikisha ujumbe huu ambao umeubebesha ndani ya moyo wangu katika jioni ya leo. Naam, uwabariki akina mama hawa, akina baba hawa, vijana wa kike na wa kiume, na uwabariki watumishi wako hawa, e Bwana, ambao Mungu umelikusudia neno la leo liwafikie, naam, likabadili sehemu ya maisha yao. Nami ninakuomba, e Bwana, ujaze hekalu lako na nguvu ya Roho Mtakatifu wako aliye mwalimu mwema, ili atufundishe kwa lugha nyepesi ambayo tutamwelewa. Na utukufu na heshima na mamlaka tunakurudishia wewe peke yako, unastahili Mungu wetu, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Pigie Yesu makofi ya shangwe. Na ninaomba tutaimba ule wimbo wetu. Karibuni sana watumishi wa Mungu, praise team. Tutaimba wimbo wetu Yesu Unipendaye, wimbo wa majira na wimbo wetu wa wiki hii, ili tuweze kusikia ujumbe wa neno la Mungu. Yesu nipendaye, kwako na kimbilia, ni wewe utoshaye, mwovu akinijia. Yesu nipendaye, Yesu nipendaye, kwako na kimbilia, oh, ni wewe utoshaye, ni wewe utoshaye, mwovu akinijia, mwovu akinijia. Yesu nipendaye, nipendaye,
ya shangwe, ongeza tena makofi mengi kwa ajili ya watumishi wa Mungu Praise Team, na ninakuomba uketi katika uwepo wa Bwana. Kaa katika kiti chako cha baraka, na ninaomba ufungue katika Biblia yako kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya pili mstari wa 17 mpaka ule wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya pili mstari wa 17 mpaka wa 18. Biblia inasema, lakini sisi ndugu, tukiwa tumefarakana nanyi kwa kitambo, kwa uso si kwa moyo, tulizidi kutamani kwa shauku nyingi kuwaona nyuso zenu. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, naam, mimi na Paulo, mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, naam, mimi na Paulo, mara ya kwanza, mara ya pili, na shetani akatuzuia. Kitabu cha Mithali 13 mstari wa 12. Kitabu kile cha Mithali sura ya 13 mstari wa 12. Biblia inasema, kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Kitabu cha Ezekieli 12 mstari wa 25 hata ule wa 28. Ezekieli sura ya 12 mstari wa 25 na ule wa 28, Biblia inasema, maana mimi ni Bwana, mimi nitanena, kwa neno lile nitakalolinena litatimizwa, wala halitakawilishwa tena. Maana katika siku zenu, ewe nyumba iliyoasi, nitalinena neno hilo kwa kulitimiza, asema Bwana Mungu. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, tazama, hao wa nyumba ya Israeli husema, maono hayo uyaonayo ni ya siku nyingi zijazo, naye anatabiri habari za nyakati zilizo mbali sana. Basi uwaambie, Bwana Mungu asema hivi, maneno yangu hayatakawilishwa tena hata moja, maneno yangu hayatakawilishwa tena hata moja, bali neno nitakalolinena litatimizwa, asema Bwana Mungu. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 8 na ule wa 9. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari ule wa 8 hata ule wa 9. Biblia inasema, lakini nitakaa Efeso hata Pentekoste, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Na kitabu cha mwisho, Rumi sura ile ya 15 mstari wa 22. Warumi 15:22. Biblia inasema, ndiyo sababu nalizuiwa mara nyingi nisije kwenu. Ndiyo sababu nalizuiwa mara nyingi nisije kwenu. Na tuombe. Baba Mungu, mfalme wa amani, saa imefika, tazama, ulitukuze jina lako kupitia mwanao mpendwa Yesu Kristo, na mwalimu mwema ambaye ni Roho Mtakatifu akisema nasi neno hili kwa lugha nyepesi. Nami ninakuomba neno hili likawe kama vile mvua ishukavyo toka mbinguni hata ardhini, isivyokurudia bure hata imechipusha mimea, ndivyo neno lako litakavyokuwa, halitakurudia bure, bali litayatimiza makusudi na mapenzi yako. Ninamwombea mama huyu, baba huyu na kijana huyu, ili wanaposikia neno hili likaweke alama katikati ya mioyo yao, na zaidi likakuzalie matunda, katika Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Amen. Wapendwa watu wa Mungu, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine ambayo ametupa na jioni hii ya baraka. Na mimi nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji kiongozi baba yetu Daktari Eliona Kimaro kwa ajili ya kunipa neema ya kulitumikia shauri la Bwana katika wiki hii na katika zamu hii ya Omega tunapoelekea kumaliza mwaka huu. Lakini nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Ana Kuyonga ambaye Mungu amempa neema ya kutulea katika madhabahu hii na kuhakikisha kile kitu cha Mungu kinaendelea kupita kwenye madhabahu hii na kuhakikisha tunaendelea kukua vizuri na kuendelea kumtumikia Mungu. Mungu awabariki sana wainjilisti wote wa usharika wetu wa Kijitonyama
wakiongozwa na mwinjilisti Mbonea. Mungu akubariki sana. Tunakuombea baraka za Mungu. Asante kwa ajili ya kuwa pamoja nasi tena kwenye ibada ya jioni ya leo. Lakini Mungu awabariki sana watumishi wengine, Mwalimu Benjamin Abel, Mungu akubariki sana. Asante kwa ajili ya kuwa pamoja nasi, wazee wa baraza pamoja na watumishi wote wa usharika huu, Mungu awabariki sana. Tunatembea na kichwa cha somo ambacho kinasema kuomba msaada wa Mungu ili kushinda tabia na roho ya kugairisha na kucheleweshwa ili kutimiza malengo yako. Kuomba msaada wa Mungu ili kushinda tabia na roho ya kugairisha na kucheleweshwa ili kutimiza malengo yako. Tunazungumza juu ya overcoming procrastination and delaying spirits. Na tukazungumza kwamba tuna malengo mawili ya somo hili la baraka. Lengo la kwanza, Mungu anakusudia kujenga uwezo wa kukabiliana na tatizo la kugairisha au kuahirisha au kufanya vitu ambavyo kugairisha au kuahirisha kufanya vitu ambavyo tunao uwezo wa kufanya kwa wakati sahihi ili tuweze kufikia malengo tuliyojiwekea kwa wakati. Lakini lengo letu la pili, Mungu anatusaidia kuweza kuomba kinyume na roho ya kuchelewesha iliyoshikilia maisha yetu ili itupe ruhusa kuyaendea yale tuliyoazimia kuyafanya katika mwaka ujao. Na tangu jana tumekuwa tukiangalia maana ya maneno haya mawili. Maana ya kwanza ya neno kugairisha, kasema ni hali ya mtu kuanzisha jambo au kitu fulani alafu anajikuta anakiacha njiani au anashindwa kukifikisha mwisho bila sababu ya msingi. Tukasema hii inawezekana ikawa ni hali kamili ya kiroho inayotafuta kumtia mtu katika umaskini wa kiroho na kimwili ili kumrudisha mtu nyuma kimaisha. Ni hali ya mtu kuanzisha jambo au kitu fulani alafu anajikuta anakiachia njiani au anashindwa kukifikisha mwisho bila sababu za msingi. Na hii inaweza kuwa ni hali kamili ya kiroho ambayo inatafuta kumtia mtu katika umaskini wa kiroho na kimwili au kumrudisha mtu nyuma kimaisha. Na maana ya neno kucheleweshwa, roho ya kucheleweshwa ni nini? Wakasema hii ni nguvu ya ulimwengu wa giza inayokwamisha au kuleta upinzani katika safari yako ya maisha, kiroho, kiuchumi na maeneo mbalimbali ya maisha yako ili kukuzuia kufanikisha jambo kwa wakati sahihi. Hii ni nguvu ya ulimwengu wa giza inayokukwamisha au kuleta upinzani katika safari yako ya maisha, kiroho, kiuchumi na maeneo mbalimbali ya maisha yako ili kukuzuia kufanikisha jambo kwa wakati sahihi. Na jana tulikuwa tunaangalia juu ya roho hii ya kucheleweshwa, tukaanza vizuri na tukaweka msingi na tukafika mahali pa kuanza kuangalia aina tatu za roho za kuchelewesha. Aina tatu za roho za kuchelewesha, na tukaangalia aina hii ya kwanza ambayo tunasema ni kucheleweshwa kwa adui au shetani. Anaweza kutumia mbinu hii ya kumchelewesha mtu kufikia maono au ndoto alizo nazo. Na tukaangalia kwenye kitabu kile cha Danieli, tukaangalia vitabu vingi kidogo juu ya roho ya kucheleweshwa, namna Danieli alivyokuwa ameadhimia kufunga na kuomba siku 21. Lakini baada ya kumaliza maombi yake, malaika anamtokea anamwambia, Danieli, mtu upendwaye sana na Bwana, tazama tangu siku ile ambayo ulijinyenyekeza mbele za Mungu na kuomba mbele zake, malaika alikuwa tayari ameshatumwa kukuletea majibu, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alimzuia kwa siku 21. Lakini habari njema, malaika anamwambia Danieli, Mungu amekuja, malaika Mikaeli amekuja apigane na huyo mkuu wa ufalme wa Uajemi, na amenituma mimi niweze kuja kukutia nguvu tena na kuja kukuambia kwamba yale yote ambayo umeyaomba yatafanikiwa. Na tukaangalia sababu za watu kucheleweshwa. Tukasema sababu ya kwanza ambayo tuliishia hapo ni roho za kurithi kutoka katika familia na ukoo na kabila. Roho za kurithi kutoka katika familia, ukoo na kabila. Na nikazungumza kwamba inawezekana umezaliwa kwenye familia yenye vifungo vya kiroho ambavyo vinawazuia watu kufanya vitu kwa wepesi,
au kufikia ndoto na hatima zao. Na tukaangalia kitabu kile cha Waamuzi 6, nikakwambia unaweza kwenda kusoma ukaona habari ya mtumishi mmoja anaitwa Gideoni, namna madhabahu za familia, namna roho za kucheleweshwa kutoka kwenye familia ziliweza kumshikilia. Mbingu zinamtambua kama shujaa, lakini yeye duniani anaangalia umaskini ambao upo kwenye familia yake, anaangalia namna kabila lake lilivyo na watu wachache. Anamwambia malaika kwamba mimi siwezi kuwa shujaa kwa sababu familia yetu ni maskini, lakini kabila letu ni dogo kuliko makabila mengine. Lakini pia ndani ya familia yake, baba yake na Gideoni alikuwa anaabudu miungu mingine. Mungu akamwambia, tafadhali hakikisha unakwenda kuvunja madhabahu za Ashera za baba yako ili niweze kukutumia kuwaokoa hawa Waisraeli kwenye mkono wa Midiani. Na baada ya Gideoni kufanya maagizo ambayo Mungu alimpa, unaona breakthrough kwenye maisha ya Gideoni ikitokea. Baada ya kuvunja ile madhabahu, Mungu anakubali kumtumia Gideoni. Nikazungumza kwamba inawezekana kuna madhabahu zipo kwenye familia ambazo tunatokea, ambazo zimebeba roho ya kuchelewesha. Kama tusipokuwa makini na tusipopata neema ya kutambua hizo madhabahu za giza ambazo adui anazitumia kama uhalali wa kuendelea kuyashikilia maisha yetu na kutuchelewesha, inawezekana kabisa tukawa ni wapambanaji sana, lakini tukawa ni wapambanaji wasio na matokeo yoyote. Yaani bidii yako ukiangalia na namna uzalishaji wako ulivyo ni vitu viwili tofauti. Ukiangalia bidii ulio nayo kwenye kazi, ukiangalia na kitu ambacho unakipata, angalia bidii ulioitumia mwaka huu na angalia mpaka sasa una akiba ya kiasi gani, angalia maisha yako umepiga hatua kiasi gani. Utagundua kwamba kama hakuna roho za kuchelewesha, basi wewe umekuwa ni mgairishaji bingwa wa kutekeleza maono na mipango ulio nayo. Lakini mfano wa pili, tukaangalia kitabu kile cha Hesabu 14, jinsi wana wa Israeli walivyoweza kutembea pale jangwani kwa miaka 40. Kosa lao ilikuwa ni kumnungunikia Mungu na kufanya uasherati wakiwa pale jangwani. Alafu Mungu anakuja anamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, mimi nimekasirishwa sana kwa sababu ya kitu hiki ambacho wamekifanya, na kwa sababu wameninungunikia mimi na wamesema bora wangefia kule kwenye nchi ya Misri ambako niliwatoa. Waambie hakika mimi Mungu nitafanya kama walivyonena masikioni mwangu. Anasema kwa hesabu ya siku zile mlizotumia kuipeleleza hiyo nchi ya Kanaani, yaani siku 40, kila siku moja mimi Mungu kwa sababu ya dhambi na makosa mlioyafanya nitaigeuza hiyo siku moja iwe mwaka mmoja, yaani siku 40 zitageuka kuwa miaka 40. Kwa ukikutana na mtoto ambaye amezaliwa mwaka wa 38 kwenye ile safari, ukamuuliza mbona mnazunguka hapa jangwani, mbona hamuelekei kwenye hiyo Kanaani, anaweza akakwambia kwamba mimi nimekuta wazazi wangu wako hapa na wamenisimulia kwamba tangu babu zangu walikuwa kwenye mlima huu wakiendelea kuzunguka, lakini Mungu aliwaambia kwamba ninyi hamtafika, lakini watoto wenu ndio watakaofika pamoja na Yoshua na Kalebu. Na tukaangalia mwisho wa mfano huo, na leo nataka tuangalie sababu ya pili ambayo inasababisha watu kucheleweshwa. Sababu ya pili inayosababisha watu kucheleweshwa kwenye huu mlengo wa adui shetani anavyoweza kuwachelewesha watu ni vifungo vya kichawi. Vifungo vya kichawi au kurogwa. Kuna watu ambao kwenye haya maisha wamerogwa na roho ya kuchelewesha. Ukisoma katika kitabu kile cha Hesabu sura ya 22, utaona kabisa habari ya wana wa Israeli pindi walipokuwa wanaenda Kanaani. Njiani wakakutana na Balaamu na Balaki. Balaki alikuwa ni mtu ambaye alikuwa hapendi kuona taifa la Israeli wanapiga hatua za kwenda mbele. Balaki akaamua kumtafuta mchawi maarufu wa kitaifa anaitwa Balaamu, ambaye anatumika kwenye matukio makubwa ya kitaifa. Angalia kazi anayompa. Anasema, naomba uende ukanilaanie, nenda kanilaanie taifa la Israeli. Anawalaani kwa sababu gani? Anatafuta hawa watu washindwe kuendelea mbele. Kuna watu ambao kwenye maisha yao wameapizwa kwa njia za kiganga, kuna watu wameapizwa kwa njia za kichawi, kuna watu wamesomewa visomo na falaki, na kuna watu ambao wamepelekwa kwenye madhabahu za giza na majina yao yametajwa na hakuna kitu wanaona kinaendelea kwenye maisha yao. Na Mungu amenituma
kwa neno lake wiki hii, nikwambie ya kwamba hakuna silaha yoyote ya kichawi itakayosimama na itashinda kwenye maisha yako. Wewe utashinda na zaidi ya kushinda, kwa sababu yuko Mungu ambaye alishatangulia kukubariki kabla hao wachawi hawajakulani. Tangu unazaliwa ulishabarikiwa na Mungu. Ule mbaraka ambao Mungu alikupa akasema zaa ukaongezeke, uko kwenye maisha ya kwako. Kwa hiyo saa utakayotambua kwamba bado una huo mbaraka kwenye maisha yako, anza kuitumia hiyo neema na kukemea maroho yote ya adui ili yasiweze kusimama kwenye maisha yako. Washindi wangempigia Yesu makofi mengi ya shangwe. Kwa inawezekana kabisa watu wamekutamkia maneno mabaya, wakasema tutaona utafika wapi. Wengine waliambiwa tuone kama utazaa watoto kwenye hiyo ndoa, tuone kama kwenye hiyo kazi utadumu, tuone kama hiyo biashara itafika popote, tuone kama hiyo huduma itaenda popote. Watu wametamka maneno mabaya ambayo adui ameyachukua na kuyasimamisha kama ngome ili aweze kutuzuia. Maneno ya watu nyuma yake yameambatana na roho ambayo inaweza kutuzuia au kutusaidia tukafanikiwa. Na ndiyo maana Mungu aliposhuka duniani, anapokuja kuumba, Biblia inasema alikuwa anatamka neno na vitu vinatokea. Akasema iwe miti, ikawa miti, kwa sababu nyuma ya lile neno kulikuwa kuna mamlaka ambayo yalikuwa yanafuatilia yale maneno, na yale mamlaka yalikuwa yanatengeneza uumbaji wa hicho kitu ambacho Mungu anatamka neno. Sasa adui naye kwenye ulimwengu wa giza anakopi na kupesti vile vile. Anaposikia mtumishi wa Mungu ametamkiwa neno la laana, kazi yake adui ni kulishikilia lile neno na kuliandikia hati ya mashtaka. Kwa unakuta mtu alikutamkia kwamba tuone kwamba hiyo elimu yako kama hiyo degree utamaliza, alafu wewe unakazana kuja kwenye madhabahu ya Bwana, unakuja kuomba Mungu, naomba nisaidie. Unashangaa, mbona safari yangu ya kumalizia haya masomo imekuwa ni ngumu sana. Kumbe kuna neno ambalo adui analitumia kama hati ya mashtaka, alilolisikia kwamba mtu alilitamka kwenye maisha yako. Kwa hiyo analitumia lile neno. Wakati mimi ninaenda mbele za Mungu, ninamwambia Mungu, ninaomba nisaidie ili niweze kufaulu masomo yangu, adui anaenda mbele za Mungu anamwambia tafadhali Mungu, wewe ni hakimu wa haki. Angalia, huyu mwanao alitamkiwa neno hili hapa, aliambiwa kwamba hayo masomo yake hatamaliza, na hakuna mahali popote alipotangua hili neno. Mungu akiangalia, kwa sababu yeye ni hakimu wa haki, anaona kwa kweli lile neno hakuna mahali popote ambapo ulitangua. Kwa sababu ni hakimu wa haki, anamwambia shetani, umeshinda hii kesi, endelea kumtesa huyo mtu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Maneno mabaya uliyotamkiwa, iwe kwa bahati mbaya, iwe kwa bahati nzuri, iwe ulisikia au haukusikia, yana uwezo wa kuyashikilia maisha yako kwa kiwango kikubwa. Hao watoto au wajukuu waliozaliwa kwenye hili taifa la wana wa Israeli, waliokuwa hapa jangwani, wao waliteseka. Si kwamba walisema wao hayo maneno, hawakusema wao, walisema baba zao na mama zao, lakini maneno yale yalisimama kuhakikisha yanafuatilia kizazi hata kizazi, mpaka kuhakikisha na hawa wasio na hatia wanateseka. Kwa unakutana na mtu ambaye alizaliwa kwenye familia iliyotamkiwa maneno magumu, alafu yeye akazaliwa, akabatizwa vizuri, akapata kipaimara vizuri, na anaukulia wokovu na kwaya anaimba, lakini kuna engo ya maisha fulani amekamatwa, hawezi kuvuka. Anajiuliza, mbona kama kuimba ninamwimbia Mungu, mbona kama kubatizwa nilibatizwa mara ya pili nikauvua ule utu wa kale, mbona kama kipaimara nimepata, nimethibitishwa kuwa Mkristo. Hii changamoto inatokea wapi? Kama yako kuna maneno ambayo yalitamkwa hatukuweza kuyasikia, yawezekana ni vizazi vingi vilivyopita. Damu ya Yesu ipite kwenye hivyo vizazi iweze kutusaidia mimi na wewe. Wale washindi wanaoamini kwamba iko damu ya Yesu inaweza ikapita vizazi vinne vilivyopita na kutusaidia, wangempigia Yesu makofi ya shangwe. Haleluya. Tunailazimisha miungu, tunalazimisha madhabahu za kifamilia ziweze kutuachia kwenye vifungo vya maneno, kwenye matamko ya pepo tuliyotamkiwa kwenye madhabahu za familia. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini sababu ya tatu ni roho ya kutosamehe. Roho ya kutosamehe na kushikilia watu moyoni waliowahi kukusaliti, kukuumiza au kuujeruhi moyo wako, huwa inachochea sana mtu kucheleweshwa.
roho ya kutokusamehe, kushikilia watu moyoni waliowahi kukusaliti au kukuumiza na kuujeruhi moyo wako, inachochea sana kuchelewesha mambo kwenye maisha yako. Kitabu cha Isaya sura ile ya 38 mstari wa 15. Ngoja nikusomee uone hapa kitu ambacho anajaribu kuzungumza. Isaya 35 na mstari ule 1. Isaya sura ya 38 mstari ule wa 15. Biblia inasema, nitakwenda polepole kwa sababu ya uchungu wa moyo wangu. Nitakwenda polepole, maisha yangu yataenda taratibu kwa sababu ya uchungu uliopo kwenye moyo wangu. Manake nini? Uchungu unapelekea mtu kupunguza spidi aliyokuwa nayo kwenye maisha yake. Uchungu, moja kati ya kitu unasababisha ni kumpelekea huyu mtu, hata kama alikuwa na spidi, alikuwa na malengo ya kuyatimiliza kwa wepesi au kwa uharaka, inazuia spidi yako ya kwenda haraka, kuwaholdi watu kwenye moyo wako na kuto kusamehe watu waliowahi kukukosea, kunasababisha mambo yako kuenda taratibu, kwa sababu unakuwa umetengeneza kifungo kwenye maisha yako ambacho umewafunga watu. Sasa kwa kanuni na taratibu za dunia, magereza yoyote, magereza inayomshikilia mfungwa ndio inatakiwa kumlisha huyo mfungwa, inatakiwa kumhudumia malazi, inatakiwa kumhudumia chakula, na akiumwa huyo mtu apate matibabu. Kwa hiyo kama umewafungia watu kwenye moyo wako, umewatengenezea gereza ndani ya moyo wako, manake unatakiwa kuwahudumia kwanza breakfast ya asubuhi. Ndio maana unakunywaga chai huwa ushibi. Hata ule maandazi 6 na chapati na supu bakuli 3 unaona ushibi, kwa sababu wale wafungwa walioko ndani yako wanakunywa hiyo chai pamoja na wewe. Lakini ukila chakula cha mchana, lunch very heavy, na vile unavyopenda kujipendelea kula vizuri, unakulaga na hao wafungwa. Ndio maana unakula vizuri, unenepi, bado unakonda. Unajiuliza, kwani mimi nina nini? Kumbe chakula unachokula mnagawana na wafungwa walioko moyoni kwako. Hebu tupungiane wafungwa tulioko hapa, wale manyapala wa magereza ambao tumewashikilia watu kwenye mioyo yetu, na jioni vivyo hivyo. Ndio maana kwenye Malaki anasema, angalieni, mnakula chakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamjatosheleza chochote, mnapata mshahara mnaweka kwenye mifuko iliyotoboka toboka. Kwa nini? Kwa sababu hata mshahara wako unatakiwa kugawana naye. Hebu fikiria, umemshikilia mama mmoja ambaye ana watoto 7 nyumbani kwake, yuko kwenye gereza la moyo wako. Manake ukipata huo mshahara, inabidi yule mama alishe na watoto wake kupitia huo mshahara ulionao wewe. Lini huo mshahara utakutosha? Nipungie mkono nyapala uliyeko hapa unaoyashikilia watu gerezani kwenye moyo wako. Kwa kuna vitu ambavyo utatamani kufanya kwa spidi, lakini mtakuwa mnagawana pasu kwa pasu na wale watu uliowashikilia moyoni mwako. Ndio maana Mungu anasema, mimi ni Mungu mwenyewe ambaye ninawasamehe dhambi zenu kwa ajili yangu mwenyewe, sio kwa ajili yenu. Ninawasamehe kwa ajili yangu mwenyewe. Na hata sala yetu ya Baba yetu wa mbinguni inasema, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Manake ni kama barter trade tunapoifanya, tunapoomba sala hiyo, manake tunamwambia Mungu, wewe Mungu tunakuomba toba, utusamehe, lakini kama ukituchungulia, ukiona kwenye mioyo yetu sisi hatujawasamehe waliotukosea, basi na sisi usitusamehe. Mtihani mgumu sana. Na Biblia sehemu nyingine nasema, unapoenda madhabahuni kutoa sadaka, ukigundua jirani yako ana neno nawe, iache sadaka, nenda kapatane naye, halafu uje uitoe hiyo sadaka. Mimi nikuulize, sadaka zako ngapi hujawahi kuzitoa, unaziachaga tu madhabahuni? Alafu unakutana na Mkristo wa namna hii, anaomba mbele za Mungu, anasema, Mungu mbona haunibariki? Ina maana hauoni sadaka anazotoa, ina maana huoni maombi ya mfungo ninayofunga. Mungu anakuambia, ninaona, lakini nimegundua kwamba kuna jirani yako ana neno nawe, kuna ndugu yako ana neno nawe, nenda kapatane naye. Wewe unasema mpaka kaburini, na hata nikifa asije kunizika. Unasababisha maisha yako kwenda polepole kwa sababu ya uchungu uliojaa ndani yako.
kwa sababu ya uchungu uliojaa ndani yako. Lakini jambo la nne au sababu ya nne ni kuvamiwa na mapepo au mizimu. Kunasababisha mtu kucheleweshwa, kuvamiwa na mapepo au mizimu. Soma kitabu kile cha Marko sura ile ya 5, utakutana na habari za Mgerasi ambaye yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu since anazaliwa, tangu hajatoka kuzaliwa kwenye tumbo la mama yake. Kusudi lake Mungu amemwekea ndani yake ni kuwa mhubiri wa Injili, ni kuwa mwinjilisti au mchungaji au askofu. Lakini adui hapa katikati, Biblia inasema akatupiwa mapepo, akawa ni mtu anayekaa makaburini. Yaani mahali ambapo ni pa kukaa wafu, anaenda kukaa mtu aliye mzima, hajafa. Lakini ni adui ametupa mapepo kwa Mgerasi, alafu anamsababisha aishi kwenye wrong position aliyokuwa nayo. Yupo kwenye eneo ambalo hakutakiwa kuwa. Kwa nini? Kwa sababu mapepo yamevamia maisha yake. Na moja kati ya kitu ambacho kinasababisha watu wengi wawe na mapepo ni uchungu kwenye mioyo yao. Wapendwa watu wa Mungu, watu wengi sana hawana mapepo kwamba wamerogwa, lakini uchungu wanaosababishiwa kwenye maisha yao, wasiposamehe mapema, huo uchungu unazaa mauti. Biblia inasema angalieni shina la uchungu lisije likachipuka ndani yenu na likawasumbua. Watu wengi ukiona unawaombea wanapata shida ya mapepo, ukijaribu kuchunguza utagundua ana maumivu ya miaka mingi sana, ameyaholdi kwa muda mrefu sana kwenye maisha yake. Nilikuwa namuombea kijana mmoja huko mikoani kwenye huduma, nikawa namuombea akawa anasumbuliwa mapepo. Siku ya kwanza mpaka anamaliza semina siku 8, anakuja kila siku tunamuombea na mapepo yanalipuka. Namuuliza Roho Mtakatifu, kwani huyu mtu hayo mapepo hayasikii? Roho Mtakatifu akanisemesha, akamwambia muulize huyu mtu aliwahi kupitia nini akiwa mtoto. Nilipomuuliza yule kijana, kumbe alipokuwa mtoto aliwahi kufanyiwa ukatili wa kijinsia kwenye familia yake na ndugu wa damu, na akamwambia ukisema popote nikisikia nitakuua. Akaiweka hiyo siri, hakuweza kusema kwa mtu yoyote. Kwao ametembea nayo kwa miaka 20. Uchungu umeshazaa mauti ndani yake. Hicho ndicho kinachomsumbua. Ninamwambia ndugu, ni nini? Anasema mtumishi, ninaomba nikueleze hii siri, sijawahi kumwambia mama yangu wala baba yangu. Kuna kitu kinanitesa kwenye maisha yangu, inawezekana nikikwambia leo Mungu anaweza kanisaidia. Nikamwambia ndugu, niambie. Akanieleza namna alivyopitia kwenye huo uchungu, namna ulivyomsababishia maumivu. Akanambia lakini leo nipo tayari kusamehe na haya mapepo sitaki aendelee kunisumbua. Na habari njema nikwambie, mpaka leo hajawahi kusumbuliwa tena na nguvu za giza, kwa sababu alikubali kuachilia yale mapepo, yakaondoka kwa sababu yalikosa uhalali. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ubaya ni kwamba tunasubiri watu waliotukosea waje watuombe msamaha. Never ever. Hawana mpango wa kuja kukuomba msamaha. Unajichelewesha bure kungoja mtu aliyewahi kukukosea aje kukuomba msamaha, hata kuja kukuomba msamaha. Mimi nikuulize, huwa unajisikiaje ukiona mtu aliyewahi kukosea anazidi kupendeza? Roho huwa inauma vibaya mno. Yaani ni sawa na wewe unamdai mtu alafu unaona anapendeza. Unaweza, mbona anatumia hela zangu vibaya huyu, si angenipa hela zangu? Na mimi nikukumbushe tu, kupendeza wakati unadaiwa ni dharau. Nipungie mkono kwa mbali. Unajua kuna kale kahali ka ubinadamu, unatamani kumuona mtu unayemdai akiwa amekonda, amenyongonyea, viatu vimeisha, au amevaa kanda mbili zilizotofautiana, lakini si kumuona anapendeza. Adui yako ukiona anapendeza ni maumivu kwako wewe usiyemsamehe. Na tafsiri rahisi ya kusamehe ni kubaki na kumbukumbu isiyo na kisasi. Wewe sio Mungu usamehe na kusahau. Hiyo kazi muachie Mungu. Wewe anza na hii kwanza. Baki na kumbukumbu isiyo na kisasi, kwamba hata nikikuona kweli ulinidhulumu, ulinifanyia mabaya, lakini nikikuona ninakuona kama shamba darasa ambalo Mungu alinipitisha kwako anifundishe tabia za wanadamu. Pigie Yesu makofi. Haitakuumiza sana, lakini ukitegemea mtu arudi kuja kukuomba msamaha, never ever.
Ndio maana nikakwambia jana, ilimgharimu Mungu kuharibu mradi wa nguruwe zilizokuwa ufukweni kwa mapepo ya mtu mmoja. Na mimi ninaziomba mbingu, kama zinakusikia, basi ziharibu vitu vyote vya adui vilivyoshikilia maisha yako kwa ajili ya faida za upande wake. Acha Mungu atume hiyo neema yake. Acha ukutane na Yesu wiki hii akusaidie uweze kuvuka kwenye hali ngumu yoyote ambayo adui amekupitisha kwenye maisha yako. Wale washindi wangepiga tena makofi mengi ya shangwe. Lakini jambo la tano au sababu ya tano ni kutojitambua na kujichelewesha mwenyewe kwa hisia na tamaa za kimwili. Ni kutojitambua na kujichelewesha mwenyewe kwa hisia au tamaa za kimwili. Naweza kusoma kitabu kile cha Luka sura ile ya 15, utaona habari ya mwana mpotevu ambaye Biblia inasema alienda akamwambia baba yake, baba, nipe sehemu, sio naomba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Ninataka niondoke na mimi nikajitegemee. Ninaona nimeshakuwa tayari. Lakini Biblia inasema mwana mpotevu alivyokabidhiwa zile mali na baba yake, akaenda nchi ya mbali, akazitumia kwa uasherati, akazitapanya kwa uasherati. Tamaa zake za kimwili zikamsababisha aingie kwenye mgogoro mkubwa sana na maisha yake. Akaanza kutamani kujishibisha kwa maganda waliokuwa wanakula nguruwe. Biblia inasema baada ya muda akatafakari moyoni mwake, akasema, ni watumishi wangapi wapo kwa baba yangu wanakula na kusaza? Nitarudi nikamwambie baba yangu kwamba nimekosa juu yake na juu ya mbingu, na aweze kunisamehe. Kwa tunaona kuna watu wanaweza kujichelewesha wenyewe kwa namna ambavyo wanaweza kutumia hisia au tamaa za mwili kwa ajili ya kutekeleza matakwa yao ya muda mfupi. Inawezekana kabisa mwili wako ukiutumia vibaya ukakuchelewesha kufikia malengo yako. Mwanafunzi alikuwa shule anasoma, akarubuniwa, akapewa ujauzito. Ndoto yake ya kuendelea na masomo ikaishia hapo. Amejikuta ni mama wa mtoto, yeye ni mtoto lakini naye ana mtoto. Tumesikia kwenye nchi hii yetu ya Tanzania kuna watoto wa shule ya msingi wamepewa ujauzito na wanajifungua watoto, yaani mtoto ana mtoto mwingine, kwa sababu ni roho ya kuchelewesha, kwa sababu ya kukidhi tamaa za mwili za muda mfupi. Tendo la dakika 5 linamsababisha huyu mtu achelewe maisha yake yote. Inawezekana una afya njema kabisa, lakini saa unaingia kwenye zinaa, ukapata ugonjwa wa ukimwi pengine na magonjwa mengine ya zinaa, unajikuta miaka ijayo, badala ya kuendelea kufocus na malengo yako, kila siku ulizotakiwa kwenda kazini, unaenda hospitalini kuhudhuria vipimo mbalimbali na kuchukua dawa. Lakini ni kitendo cha dakika chache. Sababu ya pili au aina ya pili ya kuchelewesha. Aina ya kwanza nimemaliza. Aina ya pili ni kucheleweshwa kwa kimungu. Yaani Mungu anaweza pia kukuchelewesha ili yeye alitimize kusudi lake kwenye maisha ya kwako. Inawezekana kabisa Mungu anaweza akakuchelewesha kufikia kwenye maono na malengo ulio nayo ili aweze kutimiza kusudi kwenye maisha ya kwako. Kwa namna gani unanambia? Kusoma katika habari za mtumishi wa Mungu Zekaria pamoja na mke wake Elizabeti, Biblia inasema walikuwa ni watumishi ambao walifanya kazi madhabahuni. Walikuwa ni watumishi ambao walikuwa wanapenda sana kumtumikia Mungu. Lakini moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa kama mwiba kwenye maisha yao, walikuwa hawajawahi kupata mtoto kwenye maisha ya kwao. Inawezekana kwa sababu Zekaria alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alikuwa kuhani madhabahuni. Zekaria alifungisha ndoa za watu wengi sana. Inawezekana vijana wengi walienda wakafunga ndoa wakati Zekaria akiwa mtumishi. Inawezekana Zekaria alibatiza watoto wengi sana. Inawezekana kuna watu walienda wakamwambia Zekaria mtumishi, ninaomba niombee nipate mtoto, na Zekaria akawabandika mikono, na wale watu wakaenda wakarudi na ushuhuda kwamba tumezaa mtoto, tunaomba umbatize. Lakini Zekaria
Zekaria yeye alikuwa ana changamoto ya kupata mtoto kwenye maisha ya kwake. Lakini unajua kwa nini? Si kwa sababu alikuwa amezuiwa na adui. Ni Mungu alikuwa anamchelewesha Zekaria asizae mapema, kwa sababu Zekaria mtoto wake aitwaye Yohana anatakiwa kuzaliwa wakati Yesu ndiyo amezaliwa. Zekaria inabidi asubiri Mariamu azaliwe, akue, awe binti mzuri, achumbiwe na Yusufu, apate mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, alafu Mariamu akimbie kutokana na msukosuko wa familia, aende kwa shangazi yake Elizabeti akamsalimie, ndiyo Elizabeti apate mtoto. Asakutana na Zekaria ambaye hajui kwamba anacheleweshwa na Mungu. Nakemea shetani, na kuvunja na kuchoma mkuki, na kutupa shimoni, na kuchoma na moto. Mungu anakaa anasema, sio shetani, ni mimi. Kuna kitu na kingoja na kitafuta kwenye maisha yako. Lazima Yohana azaliwe ili amsaidie Yesu, ili amtengenezee Yesu njia. Yohana akitangulia sana atakuwa hana nguvu za kushinda mwituni na kula asali na kuvaa mavazi ya singasinga. Yohana hata beba injili ile ya toba. Inamhitaji mtu aliyejikana, inahitaji mtu aliye kijana bado akiwa na nguvu. Lakini pia Yohana anatakiwa kumbatiza Yesu Kristo. Manake Mungu anapoitazama familia hii ya Elizabeti pamoja na Zekaria, anaona Yohana anatakiwa kuja kumbatiza Yesu. Yani Elizabeti anatakiwa abaki na legacy kwamba mtoto wangu alimbatizaga Masihi wa Bwana. Alafu wao wanakaa kwenye hali ya kutokuwa na mtoto kwa miaka mingi. Angalia saa ilipofika, Mungu alipotaka Yohana azaliwe, kwa sababu Zekaria alikuwa haamini kile kitu, pamoja na kwamba alikuwa mtumishi wa madhabahuni, lakini hakuamini. Mungu ilimbidi ashone mdomo wa Zekaria zigizaga, aweke kufuri ya ilibidi Mungu afanye kitu ambacho atamnyamazisha Zekaria mpaka ule muujiza utakapotokea. Kwa kuna watu kwenye maisha yao wamenyamazishwa na Mungu, na Mungu hawasemeshi chochote, kwa sababu kuna vitu vikubwa vinatakiwa kuzaliwa. Lakini wewe kila siku, mwaka kwa mwaka, unamkemeaga shetani. Yani ukutane na Ayubu anamkemea shetani wakati shetani ameruhusiwa na Mungu. Nipungie mkono. Shetani anamwambia Ayubu, unapambana na mimi? Muulize baba yako, ameniruhusu nikupige. Kwa shetani ana uhalali 100% wa kumtandika sawa sawa, kumwachia roho yake tu. Vitu vyote vitawanye, viharibu vyote. Mungu anapotafuta moyo wako, asipoupata ataharibu vyote unavyovitegemea kama msaada wako. Atakimbiza watu wote unaowategemea kama msaada wako, ili umtegemee yeye peke yake. Kwa maana imeandikwa, amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu. Amfanyaye mwanadamu kuwa kinga ya maisha yake. Biblia inasema moyoni mwake amemwacha Mungu, naye atakuwa kama fukara jangwani. Kuna watu ambao Mungu anaweza akawafukarisha ili aondoe vile vitu alivyokuwa wanavitegemea. Mungu akiona ni mshahara wako unautegemea sana, huwa ana kawaida ya kuuondoa. Unajikuta umesimamishwa kazi, alafu unaanza kumtafuta Mungu. Angalia, Wakristo wengi tunamtafutaga Mungu kama ambulance. Yani tukienda mbele za Mungu kulia, tuna mgonjwa ndani. Nipungie mkono. Na hii ni aina kubwa, aina ya Wakristo tulionao wengi ni Wakristo ambulance. Wakristo ambao ukiona wanakuja kanisani, ujue kuna mgonjwa huko nyuma ya gari. Ujue ndani yake kuna vitu vinamtesa. Wakishapata matibabu, ambulance inanyamazaga. Wakristo ambulance, Bwana Yesu asifiwe sana. Tumishi, niombee sana. Sawa, napita pagumu, unamuombea. Akishavuka, akiondoka, hata salamu, hata mlango wa kanisa anausahau. Anangoja shida nyingine impate, ndipo anakuja na excuse za kutosha. Ulishawahi kumuona mtu alivyo mnyenyekevu anapokuja kukopa? Nipungie mkono.
Anaweza akasalimia mpaka paka wa nyumbani kwako. Paka huyo siku hizi amekuwa mzuri, macho yake ni mazuri. Kumbe anataka kukukopa. Ngoja ageuze shingo yake nje ya mlango wako, ndo utajua nilimkopesha msukule au rafiki yangu. Nipungie mkono kwa mbali. Najua hiyo hatutaweza kupunga mikono kwa sababu Wakristo wengi hawatulipi madeni. Mtu mmoja akasema, jihadhari sana kuwakopesha Wakristo hawalipi. Na wana mfano kabisa wa Biblia, yule mchungaji aliyekopa akaacha madeni akafa, mke wake akaenda kwa Elisha. Bwana asifiwe. Hiyo roho ituondoke katika jina la Yesu. Nasema hiyo roho ituondoke katika jina la Yesu. Mungu anasema sisi tunaomtegemea yeye tutakuwa wakopeshaji, hatutakopa sisi. Ninatangaza huo upako kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Hayo madeni yaliyokusababisha ukaenda taratibu, acha Mungu akusaidie kwenye hii madhabahu, akupe maarifa, akupe neema na kukufungulia milango ili uweze kuyaondoa na maisha yako yaendelee vizuri. Kwa hiyo Mungu anaweza kukuzuia, anaweza akakuchelewesha ili kuutafuta moyo wako, anaweza akakuchelewesha ili kuangalia moyo wako namna ulivyo kwake yeye. Lakini jambo jingine, inawezekana katika ratiba ya Mungu wewe si zamu yako kupokea hicho kitu ambacho unakiomba sasa. Inawezekana kabisa Mungu kukuchelewesha wewe kwenye ratiba yake yeye, kwenye majira yake na kwenye wakati wake. Si wakati wako wewe kupokea hicho kitu. Kwenye kitabu cha Mhubiri anasema kila kitu Mungu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Kila kitu ni kizuri kwa wakati wake. Maana yake kikikosea timing, kikiwahi kabla ya wakati wake ni kibaya, lakini pia kikichelewa ni kibaya. Kwa lazima kitokee kwenye majira ambayo Mungu alikuwa ameamuru kwenye maisha yako. Kwa kuna vitu inawezekana tunaweza tukaomba sana miaka mingi. Inawezekana tukaomba kwa bidii, tukatoa na sadaka, tukafunga na mafungo yote tukamaliza. Hakuna mkesha hatujawahi kwenda kuhudhuria. Tumeomba kila maombi, tumeshaombewa na manabii wote na mitume, lakini bado hicho kitu kisitokee. Kwa sababu Mungu akitazama anaona si muda wake wa wewe kupokea hicho kitu, kwa sababu akikuwaishia hicho kitu kitakuua. Ulikuwa si wakati sahihi yawezekana kwa mwana mpotevu kupata zile fedha nyingi kutoka kwa baba yake, kwa sababu akili yake ilikuwa bado haijakomaa. Na mimi nizungumze jambo hapa. Fedha kwenye mikono ya mtu asiye na akili ni bunduki ya kuyaua maisha yake. Nipungie mkono. Shika hii itakusaidia. Hela kwenye mikono ya mtu ambaye akili yake hazichaji vizuri ni bunduki ya kuyaua maisha yake mwenyewe. Kama mwana mpotevu alikuwa anaenda kuteketea kwa sababu ya fedha zake. Muulize Suleimani, alikuta kila kitu nyumbani. Angalia, aliona zile fedha kinachofaa ni kwenda kulipia mahali wanawake buku 1, 2, 3, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Yaani kuna dada alifuatwa na Suleimani, akaambiwa nakupenda, I love you, akamwambia nakupenda pia. Akamwambia lakini wewe ni wa 999. Akasema mimi ni wewe wa 1000. Akatimiza ile idadi. Suleimani. Kwa nini? Alikuta fedha za kutosha. Suleimani hakuhangaika kwenye maisha yake. Daudi baba yake alimtengenezea mazingira mazuri, akakuta kila kitu kipo. Akakuta dhahabu za kutosha, fedha za kutosha, utajiri wa kutosha. Yeye alikuwa anaelea kwenye fedha. Kwa Suleimani akaona hizi hela nyingi za nini niwe nazo? Ngoja nitafute na mke wa pili, wa tatu, wa nne. Hata akina baba wengine tupo nao kwenye familia zetu. Sawa, walipokuwa hawana fedha walikuwa wanyenyekevu sana kwa wake zao, lakini sawa walipata hela, ndio sawa walianza kupata mabinti wale wanaovaa nguo walizonyang'anya kwa wadogo zao. Pungie mkono namna. Ni nini? Anaona fedha ninazo, nizipeleke wapi? Sina mipango yoyote ya kuitekelezea hizi fedha nilizonazo. Kwa hiyo nifanye nini? Niende kwenye starehe. Hata mimi
mimi mhubiri ninayehubiri hapa, baba yangu mimi Mzee Simon Matandala alikuwa na wake 8 kwa sababu alikuwa na hela. Alikuwa meneja wa kiwanda cha chai bora. Kwa alikuwa anaona hela akiipata ni kwenda kuongeza mke mwingine, na hajawahi kukaa na mke hata mmoja. Amekufa akiwa bachelor kwenye nyumba peke yake. Baba yangu mimi, sio baba wa mwingine, ni mimi. Hajawahi kununua kalamu ya mtoto yoyote. Sisi kwetu tupo zaidi ya 20 na yani timu 2 za mpira na sabu wachezaji wa ziada wanabaki. Lakini baba alikuwa hana muda. Kwa nini? Roho ya kuchelewesha. Adui amefanikiwa kumpelekea kazi mapema wakati akili bado. Unajua, wakati ninamuuliza shangazi yangu niliporudi, wakati nimeanza kupata ufahamu, nikamuuliza shangazi yangu nikamwambia, hivi kwa nini baba alioa wake wengi? Akamwambia, kuna mwaka baba yako alitoka kazini, akarudi, alikuwa anamletea baba yake vitu vizuri sana, ambaye ni baba yetu. Alikuwa anamletea vitu vizuri sana. Babu yako akamuuliza baba yako, we Simoni, una wake wangapi? Akamwambia, baba ninaye mmoja. Babu yetu akamwambia, acha ujinga, uwe na wake wengi na watoto wengi, watakusaidia uzeeni. Anasema tangu saa hiyo baba yangu ndo alianza kuharibika. Nipungie mkono. Nimekuambia hapo nyuma, kuna neno likitamkwa, likiachiliwa, linatengeneza spirit ya kumfuatilia mtu. Hata kama hapendi kufanya hicho kitu, anajikuta anapenda. Kwa nini? Kwa sababu si yeye, ni roho iliyoko nyuma yake imeamua kufuatilia na kudestroy maisha yake. Anasema amefanya kila kitu kuwa kizuri kwa wakati wake. Wewe leo kuna kiwango cha fedha ukipewa unakuwa kichaa ghafla. Utatutukana wote tukimaliza hii ibada. Kuna kiwango cha hela kikikaa kwenye mikono yako saizi, Mungu akikupa saizi kwanza hatutakuona ibadani. Yaani Mungu akunyimenyime hivyo hivyo tuendelee kukuona kwa sababu akikupa hata wewe unajua utakuja, utaanza excuse, Mungu umenipa biashara, yaani saa ya ibadani ndo wateja wengi, kwa hiyo Mungu nitaenda Jumapili. Lakini angalia ulivyo mnyenyekevu kwenye hii ibada, kwa sababu kuna jambo unalitafuta. Mungu hako kamwiba alikomwachiaga Paulo akaomba akasema, Mungu niondolee huu mwiba, ninaomba kabakie hivyo hivyo ili kaendelee kukunyenyekeza mbele zake. Na mimi nikwambie, hata uombe vipi, Mungu hatamaliza shida zako kwenye maisha yako, kwa sababu akimaliza hautakuwa mnyenyekevu. Unajua wewe ni mnyenyekevu kwa sababu kuna kitu ambacho kinakusogeza mbele za Mungu kila siku, kumuomba. Yesu alisema, siwaombei watoe katika dunia hii lakini nawaomba uwalinde na yule mwovu. Kumbe mwovu yupo. Kazi ya Mungu anatulinda na yule mwovu. Lakini Yesu anapoondoka alisema, duniani mnayo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Hakusema ataziondoa, alisema kazi yako ni kujipa moyo. Hutaki hilo neno kulisikia kabisa. Kuchelewa kwa Mungu kunaweza kuwa kwa sababu anakuandaa, upo kwenye maandalizi. Na kwenye maandalizi Mungu anaweza kuwa anakufundisha. Mungu anaweza kuwa anakupa watu. Anaweza kuwa anaachilia neema kwenye maisha yako mpya. Na watu wengi sana hawapendelei sana kukaa kwenye kipindi cha maandalizi. Nakumbuka wakati fulani 2019 nilikuja kuonana na baba Daktari Liona Kimaro. Nikamwambia juu ya ndoto nilionayo na neema ya utumishi ambayo ninahisi Mungu ameweka ndani yangu. Baba akanambia jambo moja, akanambia inawezekana ni kweli, lakini lazima uandaliwe darasani. Akanambia utakuwa kwenye darasa la come and see mpaka nitakapoona umeiva. Nikawa nahubiri kwenye vikundi vya kwaya, kwenye jumuiya. Watu wanasema Mungu anatubariki kupitia wewe. Ninatamani kuja nimwambie baba, kwenye jumuiya wamesema ninawabariki. Lakini nikija kwa baba naona jicho anaonitazama. Yule mzee kuna jicho akikutazama hurudi kusema chochote. Nipungie mkono kwa mbali. Watu wanasema kwa nini usimwambie baba akupe madhabahu uhubiri, lakini unaenda unamwambia dogo, nimekusikia kwenye redio unahubiri, lakini bado huna viwango vya kuhubiri kwenye madhabahu ya Kijitonyama. Endelea kujichonga na kujinoa.
Mimi ninafanya bidii, ninafikiri hapa nimeshaiva tayari. Ananiambia, mwanangu, nenda kwanza huko misioni, nenda huko vijijini, nenda kahubiri. Akawa ananitafutia huduma kwa wachungaji waliokuwa wamebarikiwa pamoja naye huko Moshi. Anasema, nenda mwanangu, nenda kahubiri huko. Nikafikiri pengine huu mwaka, ilikuwa ni 2022, nikafikiri labda kwa kwenda huko wachungaji wanatuma recommendation nzuri, pengine atanipa neema hiyo ya kusimama. Ninarudi ananiambia, dogo, bado nimeambiwa unahubiri lakini una mawenge. Nipungie mkono. Anaambia unatangatanga, ukitoka mwanzo mpaka mwisho hawajui ulipoanzia. Na tafakari nasema, niondoke nikalelewe na baba mwingine au? Na watu wengi kiukweli huwa wanashindwa kuvumilia kwenye hali kama hizo. Wengi huwa wanakimbia darasani, na kiukweli ukikimbia darasani cheti haupati. Wakati ulipowadia, ninakumbuka ilikuwa tarehe 25 ya mwezi wa 10, nilikuwa nimetoka kuimba hapa na praise, nilikaa kwenye benchi lile. Baba akawa anahubiri kutoka nguvu hata nguvu. Akanambia, sasa Mungu ameniambia ya kwamba mwanangu Elton anafaa kuhubiri. Njoo kuanzia leo utakaa kule mbele. Nilihisi muujiza wa ajabu. 5 years uko darasani. Anasema endelea kuangalia watumishi mbalimbali wanavyojifunza kumtumikia, wanavyomtumikia Mungu. Unakaa darasani hauoni matokeo yoyote, lakini Mungu kumbe anakuandaa kwa ajili ya vitu vikubwa ambavyo amekubebesha. Na mimi nimekuja kukwambia, Mungu anapokuandaa usikimbie kwenye hilo darasa katika jina la Yesu. Hakikisha unabaki darasani mpaka utakapo graduate, mpaka Mungu akupe hicho cheti, mpaka Mungu akuthibitishe na kukutuma mahali ambako anakutuma. Washindi wangempigia Yesu makofi mengi ya shangwe. Inawezekana kabisa upo kwenye maandalizi na watu wengine hawakuelewi. Inawezekana ni Mungu anakufundisha. Ile miaka umeomba kazi haujapata, kumbe Mungu pengine anakufundisha uwe mfanyabiashara. Kuna watu ambao wamekuwa wafanyabiashara wakubwa kwa sababu walijaribu kuomba kazi miaka mingi hawakupata, wakaamua wainvesti mawazo yao kwenye biashara, na wamefanikiwa kwa viwango vikubwa sana, na wameajiri watu wengi. Manake Mungu alikuwa anamwangalia huyu mtu anatembea na vyeti na CV ya kwenda kuomba kazi, wakati ndani yake ana uwezo wa kuzalisha ajira nyingine nyingi. Mungu anasema, siwezi nikakupa kazi kwa sababu nitaua maono ulionayo. Na mimi ninakwambia kuna watu ambao wataomba kazi mpaka ukamilifu wa dahari hawatapata, kama ndani yao Mungu anajua wao ndo wanatakiwa kuzalisha kazi za watu wengine. Hata ujitahidi vipi uombe na kutoa sadaka, hautaweza kupata huo muujiza wako mpaka ujue Mungu anakutengeneza specific kwenye engo gani. Ukiendea hiyo engo ndiko unakoweza kufanikiwa. Washindi wampigie Yesu makofi mengi tena. Kwa kuna vitu vingine inawezekana kabisa. Kuna watu ambao wapo wamekutana na shida mbalimbali kwenye mahusiano. Vijana wengi amekutana na majangili wa kila aina, amechelewa mpaka anajiuliza, kwani mimi nina nini? Mungu amekutembeza kwa hao majangili wengi ili ujue falsafa ya wanaume ilivyo, ili ukija kuolewa uwe unajua hiki kiumbe ninachoishi nacho kipo kwa namna hii. Lakini wewe unamlalamikia Mungu. Kuna watu ni wake mashujaa, wamekuwa wanawake mashujaa kwenye ndoa zao kwa sababu walishateseka sana kwenye mahusiano yao, walikuwa darasani wanajifunza. Unataka tu ukikutana na Yohana akwambie nakupenda, kesho nitakuja kukuoa, kesho kutwa uje madhabahuni. Lazima ukutane na Yohana, ulie nyumbani ukose appetite ya kula, mwisho wa siku unasema, yaani wewe ulivyonitesaga, acha Mungu ameniinua leo. Ukiona mabibi harusi wengi wanalia siku ya harusi, wengi wao wanalia kwa sababu ya mateso waliopitia. Anatafakari kule Mungu alikomtoa, anasema, kwa kweli kama si wewe uliyekuwa pamoja nami Israeli, na aseme sasa
Kwa analia kwa furaha, si kwa huzuni, kwa sababu Mungu alikomtoa hakutarajia. Na mwingine alishatamkiwa, wewe umeniacha mimi, hutapata mtu. Nimekuja kukwambia huyo sio Mungu. Aliyoyatamka yanabatilishwa kwenye hii madhabahu. Acha Mungu akupe neema yako, acha Mungu akupe spidi mpya. Na wale walioona mabaya yako, waliokutamkia mabaya, waone neema ya Mungu ambayo wataiachilia kwenye maisha yako. Watoto wako walitamkiwa maneno mabaya, watu wakajifanya miungu ya duniani. Acha hayo maneno, Mungu akayafute mwenyewe, na acha Mungu akawape watoto wako hatua mpya katika jina la Yesu. Na ibada hii ni ibada ya kufuta kila maneno tuliyotamkiwa katika jina la Yesu. Ukiona mtu amekuacha, usiogope. Wewe sio mbaya. Hata shetani alikimbia mbinguni. Mbinguni sio pabaya. Nipungie mkono. Ukiona watu wanaondoka kwenye maisha yako, usije ukaanza kujilaumu eti mimi ni mbaya. Unaenda kwenye kioo unajiangalia, kwani nina kasoro gani? Huna kasoro dada, endelea kupendeza, kwa sababu ukijichukia hautakutana na mtu wako sahihi. Endelea kujipenda, maana yake njiani kuna muujiza wako. Hakuna mtu yoyote ambaye ana authority ya kuyastopisha maisha yako hapa duniani. Watu wote wanaweza kukuchelewesha, lakini hatima yako hawana uwezo wa kuizuia. Hivi nikuulize swali, ingekuwa Mungu alimpa jirani yako yule asiyekupenda mamlaka ya kukupa pumzi, ungekuwepo leo? Nakwambia watu wangekuwa wanatukadiria oksijeni namna hii, tungekuwa tunapumua, tunatembea namna hii. Lakini Mungu ashukuriwe, kwenye hicho kipengele huo ufunguo alibaki nao yeye mwenyewe. Na kama ufunguo wa pumzi alibaki nao, basi wewe hatakufa, hautakufa kwa mipango ya wanadamu. Acha utakufa kwa mipango ya Mungu, na hesabu ya siku zako Mungu atazitimiza mwenyewe katika jina la Yesu. Wale washindi wanaosema ya kwamba hakuna mpango wa mwanadamu ambao utaniondoa, wangempigia Yesu makofi ya shangwe. Haleluya. Ni Mungu peke yake alibaki na hiyo mamlaka, akasema nikiwapa wanadamu wanahila, watamuonea mtoto wangu njelekele, hii sitawapa. Kama Mungu angewapa watu kigezo cha kutuamulia tufanikiwe lini, nakwambia tungelikuwa hatupo hata leo, tungelikuwa hata nguo tulizovaa hatujavaa. Lakini ashukuriwe Mungu ya kwamba saa ya kutubariki huwa hatuandikii barua, anatubariki yeye kutoka mbinguni, na watu wanaona matokeo yetu. Acha Mungu atubariki kimya kimya, na maadui zetu wakaone matokeo katika jina la Yesu. Ninatangaza neema mpya na kibali kipya cha Yesu Kristo kwenye maisha ya kwako. Acha hatua mpya zikaanze kuonekana kwenye maisha yako. Acha 2026 Mungu akajitukuze kwa upya tena kwenye maisha yako. Mungu akakupe neema, Mungu akakupe baraka ya kuiendea mipango na malengo ulio nayo. Ninatangaza ya kwamba mwaka ujao hatutagairisha mipango tulio nayo, wala hatutacheleweshwa na adui, kwa sababu tumezijua siri, na yeye anasema mtaijua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Ninatangaza uhuru wa watu kwenye ibada hii, na wale wanaotufuatilia online mahali mbalimbali duniani, ninakutangazia uhuru. Pale adui alipoweka vizuizi, acha Mungu akupe uhuru. Acha spidi yako iwe ni kiwango cha spidi ya kimataifa. Acha mafanikio yako yasifanane na ndugu zako. Mafanikio yako yawe ni kwa kiwango cha kimo cha utimilifu wa Kristo mwenyewe. Hatutafananishwa na ndugu zetu, hatutafanikiwa kwa kufananishwa na majirani, tutafananishwa na Mungu mwenyewe. Kwa namna yeye alivyo juu sana, ndivyo atakavyotuinua na sisi tutakuwa juu sana. Simama kwa miguu yako tuweze kuomba. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya kuendelea kuweka msingi mzuri katikati ya maisha yetu. Umesema nasi neno lako jioni ya leo, nami nimejua ya kwamba hakika ulikusudia neno lako hili kwa ajili ya dada mmoja, kaka mmoja. Ulikusudia kwa ajili ya vijana hao wa taifa la Tanzania, Afrika na duniani. Ulikusudia ujumbe huu kwa ajili ya mama mmoja ambaye amekaa mahali pamoja kwa muda mrefu, amekaa kwenye mateso ya ndoa yake kwa muda mrefu, amekaa kwenye biashara hiyo kwa muda mrefu sana. Umekusudia kumtoa baba mmoja ambaye alikuwa amekwama mahali pamoja kwa muda mrefu sana. Nami ninaomba umpe ishara ya amani ya kwamba neno hili ulilosema naye siku hii ya leo ni neno lake, na alitendee kazi kwa ajili ya kuona hatua
mpya kwenye maisha yake. Naam, utubariki na neno hili ambalo umelipanda kwenye mioyo yetu Baba, likakuzalie matunda. Nami ninaweka muhuri kwenye neno hili kwenye mioyo yao. Naam, halitafutwa na mwanadamu awaye yote, wala halitafutwa na adui shetani. Neno hili litadumu likikaa, likiendelea kunena mema kinyume cha mabaya yote kwenye maisha ya watoto wako. Naam, utubariki tangu sasa na kutoka kwetu katika hekalu lako hili, na umtume Roho Mtakatifu akaendelee kusema nasi na kutufundisha neno lako kwa lugha nyepesi ambayo tutaendelea kumwelewa, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina, na kila mwenye pumzi aseme amen. Pigie Yesu makofi mengi ya shangwe. Karibu sana mtumishi wa Bwana.